Umekuja kufanya collaboration na Godfrey Steve pamoja na Komando wa Yesu. Ukaletewa kapo ambalo lina waimbaji wa kike. Ni yupi wa haraka haraka ambao unaweza kufanya naye collaboration? Victoria Nzara, lakini pia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Atosha Kisava. Nimetoka Dar kuja Arusha kwa sababu ya rafiki yangu. Yes. Umetembea na vuko ambao kidogo inalandana na Godfrey Steve. Yeah. Kwa nini? Nilifuatilia moja kwa moja miondoko yake, uimbaji wake, nikasema ili tusipishane sana, wacha twende hivi jinsi gani nyimbo zake zinavyoenda. Ni jiji fulani lenye amani sana kuliko jiji la Dar es Salaam. Naye Danny Boaz yupo kwenye mjumuiko wa cycling ya Godfrey Steve, Komando wa Yesu, Obi Alpha. Hao watu nadhani mara ya kwanza kuja hapa niliwahi kusema kama ni watu ambao natarajia kufanya nao kazi. Okay. Nadhani ni watu ambao wamekuwa rafiki zangu wa karibu sana, wamekuwa msaada kwangu. Okay. Wamekuwa kinipambania kunielimisha kitu ambacho sielewi, wamekuwa kinisaidia, mdogo wangu fanya hivi, hichi fanya hiki. Kwa hiyo ndio maana naona muda wote nipo nao karibu sana. Hata ninapohitaji kufanya jambo huaga na washirikisha sana. Natamani blaza Kibonge Yesu au Obi Alpha, kuna kitu nimepanga, hichi kikaeje, kiweje, basi ananielekeza hichi inabidi kikae hivi, kiende hivi ili kiweze kuwa sawa. Ndio maana muda wote naniona nipo nao karibu. Imekuwa rahisi kufanya kazi na nani kati ya Obi kati ya Godfrey Steve pamoja na Kibonge wa Yesu? Yupi imekuwa yani simple, yani tunasema kwamba yani hujafikiria sana? Naweza nikasema ambayo imekuwa rahisi sana zaidi kwangu imekuwa ni hii ya Godfrey Steve. Okay. Kwa sababu mwanzo mimi kufahamiana, yani kuingia kwenye hilo kundi lao ilikuwa ni Kibonge wa Yesu. Okay. Kibonge wa Yesu ndio mtu ambaye nilikuwa nafahamiana naye toka zamani. Kwa ugumu maana wale wamenifahamu kupitia Kibonge wa Yesu. Kwa hiyo kutengeneza nao urafiki ni kupitia Kibonge wa Yesu. Kwa hiyo Kibonge wa Yesu ndio imepata tab sana kuweza kukamilisha ile kazi yake. Lakini nilipofanya ile na Kibonge wa Yesu akasema mdogo wetu ana kitu. Kwa hata nikiongea jambo basi nasikilizwa kwa urahisi sana. Kwa hata nilipomshirikisha na hiyo Godfrey Steve imekuwa ni rahisi sana kumwambia kaka natamani ngoma ya pili leo kuja nifanye, na imekuwa rahisi sana, na nilikuwa nimeshaipanga toka mwanzo na nikataja collab 3 ambazo zinakuja. Okay. Ni kwenye interview ya kwanza hapa niliwahi kusema. Okay. Yeah. Uimbaji wa Godfrey Steve pamoja na Obi Alpha the same pia na Kibonge. Kwa maana hiyo hawajaachana sana kwenye type ya uimbaji. Lakini pia Danny Boaz naye yupo mule. Kwa nini mmechagua na watu wa aina moja kwenye swala la melodies hasa mnavyofikisha ujumbe? Swala la melody kama nilivyokwisha kusema ni watu ambao wapo karibu. Okay. Na kama nilivyokwisha kutangulia ni watu ambao huaga natoa ushauri kabla ya kuandika kazi. Kwa hiyo nikiandika, kwa hiyo ile kauli ya ndege wafana nao ruka pamoja inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo nikiandika mimi kazi moja kwa moja naipitisha kwa nikamshirikisha Kibonge au nikamshirikisha Obi Alpha au kina Sagwile, kina Javeti Zablon, na shirikisha bana na kazi fulani hivi. Ikoje hii? Nikaipanga hivi. Hii kazi inabidi iende hivi. Na ili ikae mkao inabidi ifanywe na producer fulani. Kwa moja kwa moja waga wanapanga kabisa hii iende kwa producer fulani na ikae vipi. Kwa mara nyingi hapa hata maneno ambayo yakiwa hayajaenea ni watu ambao wamekuwa kinishauri, hichi sasa hili neno badilisha, weka hili hapa. Ndio maana unaona muda wote hata ngoma nikitoa au melody ninavyosema zinakuwa ni mle. Moja ya mistari ambayo tumeisikia kwenye Komando ni kwamba Yesu ni mshindi wa vita. Lakini pia huku kaja ukashukuru kwamba asante. Je, kuna vita fulani ulipitia kiasi kwamba basi ilikupasa uandike ujumbe wa kumshukuru Mungu? Nadhani changamoto ni nyingi, hazikosi hasa kwenye masuala ya huduma hii. Changamoto gani nyingi sana, kuna vikwazo vingi sana. Kupitia huu wimbo ni Komando mpaka nikasema ni mshindi wa vita. Yesu ndiye mshindi wa vita. Kuna changamoto ilinipata kidogo, ilinikatisha tamaa. Yani ili nusu iniangushe niseme. Okay. Kwa ni kitu ambacho kinikatisha tamaa sana. Kwa ndo kwenye kuomba, kwenye kupambana nikasema hapana, kwa nini nikate tamaa wakati Yesu yupo ananipigania siku zote, na anayenipigania ni Mungu ambaye ananipa pumzi hii hapa, uhai wote tunapumua ni kwa neema yake. Sasa kwa nini nikate tamaa wakati yeye ndo mlinzi wangu, ndo mpiganaji wangu? Nilipopata wimbo wa kusema hii idea ya kuja asante, nilipokuja kushukuru baada ya changamoto ile kuisha, na nikasema sasa Mungu, shukrani yangu ni asante kwako, sina neno lingine zaidi ya asante. Ndio nilipokuja na wimbo huu hapa wa asante. Binafsi huo wimbo nilikuwa ni shukrani ya kwangu mimi binafsi. Okay. Hata nilipomwambia Godfrey Steven aliniuliza unatamani tuimbe wimbo wa namna gani? Mimi nilimwambia natamani tuimbe wimbo wa kushukuru.
kushukuru kulingana na matendo makubwa ambayo ameweza kuyafanya kwangu. Hata hiyo nafasi ya kusimama katikati ya hao waimbaji wakubwa si jambo dogo. Najua kuna waimbaji wengine wengi sana ambao wanatamani kupata hizo nafasi, lakini imekuwa ni ngumu kwao, imekuwa ni kikwazo kwao. Kwa nafasi hiyo ambayo nimefanya, Mungu kunitoa mahali fulani kunipeleka mahali fulani, ni shuhuda moja kwangu kubwa sana. Sasa kama ni asante, unadhani kwamba neno la asante binafsi kwako lina maana gani kwenye safari yako ya kiimani zaidi? Neno asante ni jambo moja kubwa sana. Naweza nikawa ni neno dogo sana au lenye herufi chache sana, lakini lina maana kubwa sana. Unapomwambia mtu asante, zaidi moja ya zawadi kubwa sana mimi ninachokiona kwangu. Kwa unaposema neno asante, naona ni kama ni thawabu kubwa. Kuna maana ya thawabu kubwa inapatikana hapa kwenye neno la asante. Kwanza nikupe hongera pia kwa sababu kwenye kazi ya asante nimeona kwamba kwenye Digital Play Store kazi imekuwa kwamba umeiweka kwenye Play Store zote zile ambazo pia najua ni za muziki tofauti na mwanzo. Unadhani kwamba kwa nini ulifanya hivi tofauti na hapo ulivyoanza safari ya huduma? Mwanzo nilipoanza safari ya huduma ya uimbaji, kuna vitu ambavyo unakuwa huelewi mpaka ueleweshwe. Nilishirikishwa hili jambo, nadhani ushauri ulitoka kwa kibonge wa Yesu. Akanambia, mdogo wangu, sasa inabidi yani upanuke kiakili. Hizi nyimbo tunazozitoa, hizi korabo ambazo umezifanya, na kuanzia leo kazi zote inabidi uwe unaziweka platforms. Kwa hiyo ndo maana sasa hivi kila kazi ninayoitoa inakuwa ni platforms, mitandao yote unaipata nyimbo hii. Lakini kabla ya asante nilikuja na wimbo hapo katikati ambao unaitwa Mungu Apangiwi. Ndio wimbo ambao unaitwa Mungu Apangiwi. Sawa. Kwenye kazi hii ulitoa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026. Naam. Kwa nini imekuwa tarehe 1? Huo wimbo ni wimbo ambao ulikuwa ni tayari muda sana, lakini tulikuwa nao na nikaamua kwa sababu tuweke, tukawa nimeongea na ambaye nimemshirikisha wimbo ambao ni Godfrey Steven, tukapanga tukasema huu wimbo inabidi tuuache tarehe 1 ambao ni 2026. Tukapanga pia video tunakuja kuiachia mwezi wa pili. Video inakuja, hii wimbo ni audio lakini video inakuja mwezi wa pili. Umeachia audio kwa maana hiyo ya lyrics. Kwa nini? Unajua unapotoa lyrics kuna maneno ambayo unaweza ukaongea kwenye wimbo au umeyaimba lakini mtu akawa hajayaelewa, lakini akiyasoma na anaposikiliza na kusoma pia kuna kitu anapata, akasema kumbe mstari aliimba hivi, imeandikwa hivi. Kwa anakuwa anajua moja kwa moja wimbo ulivyoandikwa. Inambariki kiasi kwa kikubwa sana, naweza nikasema mtu anabarikiwa kupitia akiwa anasikiliza na kusoma pia. Ndio maana tumeachia hivyo. Kwa hiyo tukiachia hivyo, kwanza watu waupate wimbo ule namna gani wimbo ulivyo. Tukija na video inakuwa ni rahisi sana. Wimbo asante umekuja video. Sawa. Bwana, karibu itambulishe kazi kwa mara ya kwanza kupitia speaker za radio Shalom 97.3 ili nasi tuweze kusikia kilichomo ndani. Karibu itambulishe rasmi. Wimbo ni asante kama nilivyokwisha kusema, wimbo ambao nimemshirikisha mtumishi wa Mungu Godfrey Steven. Baba wewe baba, mwanao, sina mengi ya kusema leo. Kweli baba wewe baba, moyo wangu mwanao umejawa na shukurani. Umenipenda bure baba, mina kushukuru tu. Mbona sikustahili haya, kweli baba wewe umenitenda mema. Yes, ni kwa uchache tu. Karibu sikilize kwa mara ya kwanza kupitia speaker za radio yako. Kazi inaitwa Asante, kazi ambayo inapatikana kwenye Digital Play Store, nikizungumzia pale YouTube, Spotify, Amazon, Shazam, Deezer, Pandora, Boomplay, kote kazi inapatikana kwa jina moja pekee la Asante, Dani Boaz pamoja na Godfrey Steven. Karibu sikilize kwa mara ya kwanza kupitia speaker za radio yako, Radio Shalom. Siku ya leo tunaitambulisha rasmi. Tumeanza nayo mwaka na bado mwaka ni mchanga sana. Ukisikiliza kazi hii the way alivyoanza Boaz Dani na alivyoanza Godfrey Steve ni kama hazijaachana sana. Voko ni moja. Umetembea na voko ambayo kidogo inalandana na Godfrey Steve. Kwa nini?
ni kwa kuwa Godfrey Steven unajua miondoko yake ni ya kipekee sana na tofauti sana. Kama unamfuatilia sana ni melody zake gani ni tofauti zaidi. Kwa nilivyoambiwa ndugu yangu tufanye kitu kama hicho, kwa nilifuatilia moja kwa moja miondoko yake, uimbaji wake, nikasema ili tusipishane sana, wacha twende na hivi jinsi gani nyimbo zake zinavyoenda. Ndio maana unaposikia sauti nini miondoko iko vile vile. Kwa mwaka 2026 tunakuona kwenye ngo ipi? Mwaka huu nimepanga kufanya mambo mengi sana. Ikiwemo EP pia. Nitaenda kuachia EP ndani ya mwaka huu. Lakini kabla ya EP hapo nimepanga kuachia hivi video ya Asante. Lakini kabla ikishatoka Asante video nitakuja na wimbo wangu mimi mwenyewe binafsi. Kabla ya sasa ya baada ya huo wimbo ndo EP inafuata. Kwa mwaka huu ni mengi sana. Waimbaji wanaanza safari ya huduma mara nyingi wana stack. Yaani anaweza kaachia wimbo mmoja akastaki kwa muda mrefu. Tofauti wewe kuna siri gani? Kwa sababu tumeona unatoa kazi back to back, unafanya collaboration na waimbaji ambao tayari tunasema kwamba level zao wamekusha kupiga hatua. Wewe umekuwa rahisi kufanya nao huduma, lakini pia imekuwa rahisi wewe kufanya kazi back to back. Kuna siri gani? Unapojitoa kwa ajili ya kazi hii ya kumtumikia Mungu, ni tayari umejitoa kwa niaba ya hiyo kazi. Kwa hiyo unaposema niachie kazi moja afu nitulie nitaachia nyingine mwakani, moja kwa moja kwanza itakuharibu wewe mwenyewe kama wewe. Masuala hata kwenye kwa kuandika ngoma nyingine au wimbo mwingine itakusumbua sana kwa sababu ulipotezea kile kitu katikati. Kwa hiyo unapobadilisha mawazo kusema naachia wimbo huu, ukishaachia wimbo huu hapa unapata utofauti wa kazi hapa. Sema nimeachia hivi, kuna kitu fulani sijakizungumzia hapa kwenye wimbo, basi hicho kitu ngoja nikizungumzie kwenye wimbo ujao. Kwa hiyo inakupa charge moja kwa moja ya kupambana na kuona kabisa na Mungu anabariki kwenye juhudi. Kwa hiyo naweza nikasema ni Mungu tu anafanya. Asante sana. Nimetoka Dar kuja Arusha kwa sababu ya rafiki yangu. Kwa sababu sikuwahi kufikiria kama nitakuja Arusha. Ni rafiki yangu kanambia bana njoo kidogo badilishe mazingira ya Arusha. Nikaona so far nikabadilisha mazingira. Wewe unavyosikia jina The City of Praise and Worship kwa jiji la Arusha, unalionaje baada hizo siku ambazo umekaa? Namshukuru Mungu, jiji la Arusha bana ni la tofauti sana. Na almost kama wiki tatu mabadiliko nayaona. Ni jiji fulani lenye amani sana kuliko jiji la Dar es Salaam. Kila kitu linatokana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo siwezi kusema ni juhudi zangu, bali ni Mungu mwenyewe amewekeza hiyo juhudi. Kwa hiyo Mungu akisha bless, basi mimi natumia hizo baraka zake Mungu kulipambania jambo. Umekuja kufanya collaboration na Godfrey Steven pamoja na Komando wa Yesu. Ukaletewa kapo ambalo lina waimbaji wa kike. Ni yupi wa haraka ambao unaweza kufanya naye collaboration? Kwa haraka nimekuwa nao karibu. Wa kwanza ni Victoria Nzara. Lakini pia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Atosha Kisava. Atosha Kisava. Big shout out sana kwako ndugu yangu. Kwa hiyo kwenye hilo kapo unaweza kumchukua Victoria Naza pamoja na Atosha Kisava. Inakuwa rahisi kufanya nao huduma. Ni rahisi sana. Unadhani kwa nini? Ni kwa kuwa ni watu ambao ni marafiki zangu, nimekuwa nao karibu muda wote. Ni watu ambao tunashirikishana mambo mengi sana. Una neno gani la kumwambia yule anayefuatilia huduma yako ya uimbaji? Cha kumwambia ni usiache tu kutufuatilia, usiache tu kufuatilia jina la Dan Boaz. Nadhani kupitia huduma hii ya uimbaji, kupitia mtumishi wako wa Mungu Dan Boaz, utabarikiwa sana. Nyimbo zinapatikana kote ambako tumekwisha kusema, ni mitandao yote unaweza kaandika Dan Boaz ameshakwisha kutangaza. Mtangazaji wangu hapa jina ni DANNY Boaz. Yani kule mwisho usiweke Z, weka S. Ni Dan Boaz. Lakini unaweza kupata mitandao yote, TikTok, Instagram, Facebook na YouTube kwenyewe. Lakini ukitufuatilia YouTube usiache kusubscribe ili utakapo toka kazi mpya uwe wa kwanza kuipata. Bwana asante, big shout out sana kwako. Naam.